Hii hapa. Okay. Mjinga wewe. Hivi wewe Happy, aliyekutuma uingie chumbani uchukue mkoba na unataka kumpatia ni nani? Haya majukumu yanakuhusu? Au mama mwenye nyumba humu ndani hujamuona mpaka unabeba majukumu yasiyokuhusu? Nataka uniambie aliyekutuma ni nani? Kindege, kwa nini umempiga kiasi hicho mwenzako bila sababu za msingi? Kakosea nini hapo? Nisikilize wewe. Hili alikuhusu. Yaani nipo naongea na dada wangu wa kazi wa ndani. Kwa hiyo wewe funga mdomo wako na kaa kama haupo. Wewe, nakuuliza tena, jukumu ulilolifanya la kuchukua mkoba na kumpatia huyu ulitumwa na nani? Mimi ndo mwenye nyumba ambaye natakiwa kila mgeni anayeingia humu ndani anachokitaka mimi ndo nimpatie. Lakini wewe umetoka umeenda kuchukua mkoba. Niambie nani kakutuma? Jamani, tusiendelee kugombana hapa. Mimi huo mkoba nimeagizwa na Mr. Beni. Na nimeambiwa moja kwa moja upo kwa Happy. Ndio maana nimekuja nimemlenga yeye ili kusudi anipatie niweze kuondoka. Sasa wewe unavomuuliza maswali ambayo hayana majibu, unataka kujibu nini? Wewe, naomba unijibu. Aliyekutuma uchukue mkoba ni nani? Dada, shemeji alinipigia simu, akasema nimpe. Na bahati nzuri haikuwa chumbani kwako, ulikuwa chumbani kwa kina Baby Supu. Kwa hiyo Ben nataka kuniambia siku hizi ameanza kuwa chizi sasa. Yaani kachanganyikiwa mpaka vitu vyake vya muhimu anaenda kutunza chumbani kwa kina Baby Supu. Nisikilizeni nyie, wewe huna mamlaka ya kumkabidhi mtu yeyote kitu chochote humu ndani. Mimi ndo mwenye nyumba na mimi ndo nina haki ya kufanya chochote humu ndani. Yaani mimi ndo nahusika na kila kitu. Jamani, naombeni tusikilizane kwanza. Sidhani kama kuna haja ya kuendelea kulumbana. Mngenipatia mkoba nikaweza kuondoka. Kwa sababu huko nilikotoka, nimeacha kuna kikao na humo kuna dokumenti za msingi sana ambazo zinahitajika kwenye kikao. Kwa nadhani mngenipatia mkoba then niondoke. Unautaka mkoba? Ndiyo. Wewe, hiki ulichokifanya hapa, mimi na wewe hatujamalizana. Na si unataka huu? Chukua. Anyway, Happy, Mr. Beni pia alisema nikuchukue hapa, kuna sehemu nikupitishe. Ko, tuondoke. Kumbe kuna mengine sijayasikia. Yaani ukiachana nilo swala la kupeana majukumu ya kupeana mikoba humu ndani, kumbe kuna lingine tena mnabebana mnaondoka. Kama nilivyokuambiaga hapo awali Kindege, mimi kila kitu ambacho naagizwa na bosi wangu ni lazima nikikamilishe, haijalishi itakuwaje. Ko, tuondoke Happy. Na hiyo ya kumalizana naye, tutamalizana naye baadaye. Nibadilishe nguo? Hapana. Tunaweza kuondoka hivyo. Kanoni. Kanoni. Unajua mimi nashindwa kukuelewa wewe. Na kuona nini unatonya sonya tu muda mrefu. Una shida gani? Na kusonya kwako utaisha lini? Yaani tangu uende ukamtafuta wewe Farida wako, umerudi hapa nyumbani. Huna amani, huna furaha, hatuli, hatulali. Ni shida ni tupu. Una shida gani mume wangu? Hivi unaweza ukaniambia tatizo ambalo limekupata huko unakotoka? Kanoni. Hebu naomba uniambie mume wangu. Huko unakotoka umepatwa na kitu gani? Shida gani ambayo imekupata? Maana shindwa kukuelewa mume wangu. Niambie. Hivi kama mke wangu, unataka nikujibu kitu gani? Yaani maswali yako ambayo hayana idadi, unataka nianze na lipi kukujibu wewe? Mimi siko sawa na unajua, tangu jana nimerejea hapa nyumbani nikakwambia mimi siko sawa, nahitaji kupata muda wa kupumzika ili kichwa changu kiweze kukaa sawa. Unapozidi kuniuliza maswali mimi nakujibu nini sasa? Yaani siwezi kuwa sawa mpaka vitu vyangu vyote vilivyopotea virudi hapa nyumbani. Siwezi kukubali kupoteza vitu vyangu vya thamani ambavyo nilipewa kwenye harusi yangu. Yaani vitu ambavyo nilipewa kwenye harusi yangu nikazawadiwa mpaka ukumbi mzima ukashangilia ukasema familia ya Ngosha. Yaani Ngosha na ukoo mkubwa, ukoo ambao una pesa. Leo hivi vipotee kinyemela nyemela, siwezi kukubali kabisa. Lazima nimtafute Farida na vitu vyangu lazima virudi nyumbani kwangu na vyote vitarudi. Labda sio mimi Ngosha. Nampigia Farida mpaka nimpate hapa. Shenzi wewe. Umpigie Farida?
Farida kazi gani? We Kanoni, una shida gani wewe? Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba ulikoenda kumtafuta huyo Farida hukumpata, na ndio maana sasa hivi unasema unataka kumpigia simu. Una shida gani wewe? Una tatizo gani? Yaani wewe usitaki kuniambia kwamba kwenda kumtafuta Farida kote kule hukumpata, sasa hivi unasema eti nataka simu umpigie ili iweje? Nisikilize Kanoni, usiniletee mambo yako ya ajabu. Na ule upepo uliokutoka nao hapa ulikatikaje? Ulikata tu. Katikaje? Ulikatika tu, yaani nitokea tu kukatika, kwa sababu nimetoka hapa nikaelekea huko mkuku nilikuwa nakimbia. Ulikata ghafla baada ya kupamiana na mdada mmoja. Nilijikuta nimepigwa na kitu kizito, yaani ni kama radi au kimbola, sio kimbola, ni sikuelewa ni kitu gani. Lakini baada ya kuamka nilivyodondoka pale, moyo wangu ulikuwa kama hivyo unavuja damu, umepasuka hivi. Kwa nilijikuta naumia. Yaani maumivu yanifanya nisiendelee na safari. Nisiendelee na kumtafuta Farida, nikabidi nirudi nyumbani, na ndivyo nilivyorudi hapo kaanza kuniuliza maswali mengi, nikwambia mimi siko sawa na ninaumwa. Kwa ilikuwa kama hivyo tu. Kanoni, wewe ni muongo. Yaani hakuna wanaume waongo kama wewe. Yaani wewe ni muongo kabisa. Mimi wewe ninakujua. Hakuna mwanaume mkorofi kama wewe. Wewe huwezi kupigwa kizembe na mwanamke. Wewe atakuwa amekupiga tolu tu. Mimi nipigwe na tolu? Haiwezekani. Nehihe, haiwezekani. Yaani haiwezi kutokea. Mimi nipigwe na tolu? Mimi Kanoni Vieti? Haiwezekani. Hakuna ngosha anaweza kupigwa kirahisi. Yaani mimi nikapigwa. L'amour est un sentiment précieux qui repose sur la confiance, le respect et la sincérité. Mais lorsqu'une personne choisit de trahir son partenaire, elle peut détruire en peu de temps ce qui a été construit pendant longtemps. Au début, la trahison peut sembler être une simple erreur. Pourtant, ses conséquences sont souvent profondes. La personne trahie peut perdre confiance, devenir méfiante et avoir du mal à croire de nouveau aux paroles d'amour. Même lorsque les excuses sont sincères, certaines blessures prennent beaucoup de temps à disparaître. La trahison peut également séparer deux personnes qui s'aimaient réellement. Elle crée des disputes, de la tristesse et parfois une distance impossible à réparer. C'est pourquoi dans une relation, il est important de communiquer honnêtement et de respecter les sentiments de l'autre. Un véritable amour ne signifie pas être parfait, mais savoir protéger la confiance de l'autre. Car une fois la confiance brisée, il peut être très difficile